Ukweli ni kwamba sio bahati kwamba kuna watu wanatokea kila fursa, wanapelekwa kwenye kila safari. Unahisi bwana huyu ana bahati, bwana kila sehemu anapelekwa. Sio bahati. Kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye anavifanya extra. Ukiacha kuandika habari kama ambavyo unaandika. Nini? Moja, relationship, ana mahusiano mazuri na watu. Sio tu wale wanaomchagua, lakini hata wengine ambao mpaka wana uwezo wa kumpendekeza. Kama mimi nipo Wizara ya Kilimo, rafiki yangu yuko Wizara ya Uchukuzi. Anasema anatafuta waandishi, mchukue fulani reliable, atakuandikia stories zako vizuri, hata kusumbua wakati mnaenda safari. Unaona? Kwa hiyo utashangaa anaitwa. Hiyo moja, relationship. Ya pili, kazi zake nzuri. Mimi ninavyoenda extra mile, kwa mfano labda kama kusafiri au kufanya nini, nahitaji hata kwa bosi wangu nionekane nimechagua watu ambao wanajielewa na kazi itafanyika. Kwa hiyo nikichagua tu mtu kwa sababu juzi nilimchagua Mariamu, kesho ngoja simchague Mariamu nimchague Amina, haitakuwa hivyo. Nitamchagua tena kesho Mariamu, kesho kuta Mariamu, kesho kuta tena Mariamu. Kwa sababu Mariamu anafanya kazi vizuri. Lakini kingine ni kwamba licha tu ya safari au mambo mengine ambayo yatatokea kwenye safari, huyu mtu bado tunakuwa tunaendelea kutunza uhusiano hata baada ya. Unajua kwanza nyingine hata kama una habari au nini, kama una namba ya mtu anambia, mambo mzima, nimekukumbuka bwana leo wazima, au nimeona bwana bajeti yenu imepita bungeni, hongereni, au nimeona bwana shirika lenu limepata ufadhili, au jamani poleni. Naona haya mambo ya wafadhili na nyie shirika lenu limeathirika, poleni. Unaona unatengeneza mawasiliano naye na uhusiano naye hata baada ya kufanya tu kazi nje ya hapo. Sasa hata kitokea siku nyingine huyu mtu ikatokea safari, hata kukumbuka wewe. Kwa hiyo fanya hivyo, ili usiwe unadhani kwamba ni bahati kwa watu kuitwa kila sehemu au kupata fursa kila mara. So bahati ni kujistrategize. Cheers.